Forex trading ina utapeli mwingi sana na Watanzania wengi wametapeliwa kwa kukosa ufahamu. Jambo ambalo nimeamua kulifumbia macho kwa muda mrefu sana, lakini nimeshindwa na imenifika hapa. Na leo nitakupa njia 10 ambazo your favorite forex traders wanazitumia kukubagaza, kukubanganya na kukuhondomoa. Na mwisho kabisa nitakupa swali moja ambalo trader yoyote yule, sio Tanzania tu bali duniani kote, akikujibu then unajua kabisa huyo trader ni legit trader. Sasa sio kila mtu anayezungumzia forex anataka kukusaidia. Wapo watu wengi wanaotumia ndoto za watu maskini, vijana na wanaotafuta maisha bora ili kuwaibia fedha zao. Mimi binafsi nipo kwenye biashara ya forex miaka mingi sasa, lakini hata siku moja hujawahi sikia nauza signals au natoa fake promises kwa watu or anything like that. Na nimeshakaa na kuhoji forex traders wakubwa sana hapa Bongo, na wengine ni washikaji zangu kabisa. Najua hii video itawakera ma forex mentor wengi sana, maana watahisi kama naharibu biashara zao, lakini ukweli lazima usemwe. Forex trader wengi leo hii utaona wanakupostia their fake lifestyle, uone kwamba mtu yupo Dubai anaendesha Lamborghini ili tu akuaminishe kwamba inamlipa, wakati we know ni uongo, utapeli, na hata hilo gari anatumia kuflex amerent tu. Tena amerenti kwa siku moja tu ili arekodi videos na kupiga picha za kuja kupost huko Instagram au TikTok au Facebook. Au utakuta mtu anakuambia deposit $100 then itageuka kuwa $10,000 ndani ya mwezi. Huo wote ni utapeli, na leo utafahamu ukweli wote kwa 100%. Nitakuelezea aina 10 za utapeli wa forex unaofanywa sana, sio tu hapa Tanzania bali Afrika na duniani kote. Nitakuonesha jinsi wanavyokushawishi, maneno wanayoyatumia, mbinu zao, na muhimu zaidi nitakuonesha jinsi ya kujilinda. Kwa hiyo hakikisha unaangalia hii video mpaka mwisho, kwa sababu mbinu ya 10 nitakayokuelezea mwishoni kabisa ndiyo huwa inaangamiza watu wengi sana bila wao wenyewe kujua. Kama unaenjoy madini kama haya, basi please like, subscribe na washa kengele ya notifications ili usipitwe na video yoyote ile nitakayoitoa in the future, maana natoa videos mpya kila wiki. Na kumbuka kufanya utafiti wako binafsi kabla hujafanya uwekezaji wa aina yoyote ile, and this is not financial advice. Sasa kabla sijaanza, nianze na hadithi moja fupi. Kuna dogo mmoja alinicheki Instagram DM, anaitwa Juma. Sasa Juma aliona tangazo Instagram ambalo lilikuwa linasema hivi: geuza shilingi 50,000 kuwa milioni 5 ndani ya mwezi huo mmoja, na hakuna experience yoyote inayohitajika. Sasa Juma akawacheki hao jamaa, akaambiwa kwanza alipie ili ajiunge na Forex Academy. Kwa hiyo akalipia shilingi 300,000. Pili akaambiwa atume pesa kwa account manager ili wafanye trading kwa niaba yake. Akaweka shilingi milioni 1. Ndani ya wiki akatumiwa tu screenshot ambayo inaonyesha kwamba kwenye account yake sasa ile milioni 1 imekuwa mpaka imefika milioni 1,200,000. Sasa udogo alifurahi sana. Kisha akaongeza pesa zaidi kwa huyo manager, tena 500,000 nyingine. Baada ya hapo sasa, yani Mungu sio Asmani, ghafla akaona ile account yake imefungwa. Wale jamaa sasa WhatsApp wamemblock na Instagram ya wale jamaa wale haipo tena. Kwa sababu udogo akaishia kupoteza zaidi ya shilingi milioni 2. Na hili jambo halimtokei Juma peke yake, linatokea kila siku. Watu wanatapeliwa, and this needs to stop. Kama ushayoona au kutapeliwa kwa njia hii, comment down below. Sasa tuangalie aina 10 za utapeli wa forex. Utapeli wa kwanza wa forex unaanzia kwenye zile ahadi unazopewa za kupata utajiri wa haraka. Yaani utakuta mtu yupo serious kabisa anakuambia utajiri hauhitaji muda, au ndani ya wiki moja unakuwa milionea, au utakuza akaunti yako kuanzia $100 mpaka $10,000 ndani ya mwezi mmoja. Kwa mtu mwenye akili timamu na anajua jinsi ya kutengeneza pesa, hawezi kuamini upuuzi. Sasa ukweli ni huu: hakuna biashara halali inayokufanya uwe tajiri kwa haraka bila kuweka juhudi. Forex ni biashara kama biashara nyingine tu. Inahitaji kujifunza, nidhamu, uvumilivu na muda. Mtu yoyote yule anayekuahidi utajiri wa haraka anakutafuta wewe ili akupige na sio kukusaidia. Utapeli wa pili kwenye forex upo kwenye hizi fake lifestyles. Nadhani mshaona ma forex guru wengi wanaposti magari ya kifahari, safari za Dubai, hoteli za gharama kubwa au my Airbnb tu ya kupanga, screenshots za profits kubwa. Sasa ukweli ni kwamba wengi wao wana kodi ya magari,
sometimes wanatumia AI na picha za watu wengine, au tu wanaishi kwa pesa hizo hizo walizo kutapeli, wanazitumia kukuflexia hizo hizo. Yani maisha wanaokuonesha sio matokeo ya forex, bali ni matokeo ya kuwauzia watu ndoto na kuwatapeli tu. So kamwe usiamini maisha ya Instagram, ama utaishia kuumia tu. Always angalia matendo halisi ya mtu na sio mapicha picha. Utapeli wa tatu kwenye forex ni hii kitu inaitwa account management, ambayo ni fake kabisa. Utaona mtu anakwambia nitakufanyia trading, wewe lala tu, au nitumie pesa zako nitakuzalishia faida. Sasa unamtumia mtu pesa zako, alafu mwisho wa siku sasa hakuna mkataba wowote mnaoandikishana, hakuna kampuni halali yoyote ambayo mtu anamiliki, na hakuna ulinzi wa kisheria wowote unaoupata kutokana na wewe kumpa huyo mtu pesa zako. Yani ikitokea huyo mtu amepotea, basi na pesa zako pia zimepotea. Sasa kama ushakutapelia kwa njia hii, basi pole sana. Kwenye forex ya ukweli, pesa zako ambazo unaziweka zinabaki kwa broker wako. Yani hakuna mtu yoyote anapaswa kuzishika, au haupaswi kumtumia mtu yoyote yule. Utapeli wa 4 kwenye forex ni hizi forex academies za uongo na ukweli. Nadhani wengi mshaziona. Zipo nyingi sana hata hapa Bongo. Sitataja kwa majina, lakini kama unawajua na amesha kupiga, unaweza wataja hapo chini kwenye comments ili watu wengine pia wawe aware. Utakuta wanauza courses kwa bei kubwa sana. Hizo courses zenyewe hazina syllabus yoyote, hakuna rekodi yoyote ya mafanikio, na hakuna support yoyote pale ambapo utakwama. Utaona ni vitu wanavyokufundisha tu ni video chache tu labda za YouTube, maneno matupu yasiyo na mwelekeo wowote, na motivation tu zisizo na maana yoyote, yani upumbavu tu kabisa. Sasa elimu halisi ya forex inafundisha risk management, inafundisha jinsi ya kudili na losses, inafundisha trading discipline, na sio tu kukupa ndoto na kukuuzia ndoto ambazo haziwezi kutimia. So kabla ya kulipia course, chunguza kwanza na fanya utafiti wa kina ili usikurupuke kufanya mambo kwa mihemko. Wote tunajua hapa kwamba mwisho wa mihemko ni mihaho na maumivu tu, hakuna jambo lingine. Utapeli mwingine upo kwenye kuwauzia watu signals. Utakuta mtu unaambiwa jiunge kwenye group letu upate signals za uhakika, au tuna win rate ya 95%. Sasa unalipia kuingia kwenye group, unakuta hizo signals zenyewe zinachelewa, hazina logic na zinakuchomea account. Wakati mwingine wanatoa signal moja kwa watu 100, na unakuta watu 50 wanapata profit, watu 50 wengine wanapata loss. Alafu kwenye magrupi yao wanapost tu wale watu waliopata profit peke yao. Sasa forex si bahati nasibu, na kuishi kwa kusubiri signals tu bila kuwa na elimu ni kosa kubwa sana. Jitathmini kijana, acha uvivu wa kwenda kulima mahindi kijijini kwenu. Wizi na utapeli wa 6 kwenye forex unatokana na hawa forex brokers, au brokers ambao ni bandia. Yani utakuta your favorite forex trader bila hata kuwa na aibu yoyote ile anakwambia fungua account na huyu broker wangu, lakini huyo broker mwenyewe sasa unakuta hana leseni, hana kampuni yoyote halisi, hajulikani kimataifa, na ukijichanganya tukuweka pesa yako ndiyo imeenda kwa mganga hiyo. Utakuta huwezi kutoa, account inafungwa, hata watu wa support hawakujibu, na ndio hivyo unakuwa umebanangwa, umebaragazwa na pesa zako zimeondomolewa. Broker halali ni yule ambaye yupo regulated, ana website halisi, ana historia nzuri ya kutokutapeli watu, na ana maelfu ya watumiaji. So hakikisha kwanza kama kila kitu kipo sawa, na usifungue account kwa linki ya mtu bila utafiti, esi kisa tu ni your favorite trader. Utapeli wa 7 kwenye forex Tanzania ni hizi Ponzi schemes au pyramid schemes kwa jina lingine. Hii ni hatari sana. Utakuta mtu anakuambia wewe weka 500,000 na utapata 50% kila mwezi. Hakuna loss, sisi tunafanya hedging. Sasa wanachokifanya ni wanachukua pesa zako, kisha wanawalipa wale waliojiunga mwanzo tu mpaka huo mfumo mzima ufe. Hakuna forex hapo, yani ni michezo tu na pesa za watu. Forex halisi ina loss, ina drawdowns, ina profits, na hizo profits sio guaranteed profits. Kama hakuna risk yoyote, basi hakuna forex. Simple and clear. Utapeli mwingine mkubwa kwenye forex ni hizi fake trading results ambazo trader wengi wanaonesha mtandaoni. Utakuta mtu anakuonesha screenshots za MT4 za bandia, profits za uongo, na account fake, yani sio hata real trading account, anakuonesha demo. Siku hizi teknolojia imeendelea sana na ni rahisi sana screenshots kufanyiwa editing kwenye Photoshop. Kuna apps fake kibao, na hata demo accounts zinaweza kuoneshwa kama real accounts. Kwa hiyo usiamini sana picha,
maana sometimes not everything you see is real. Kabla hujasikiliza ushauri wa mtu yoyote, muulize kwanza huyo mentor trader wako kwamba je, ni broker gani anatumia? Je, account ni real au ni demo? Na track record yake ipo wapi? Maana trader wa kweli lazima awe na good trading history ya kukuonesha, sio ma screenshots tu, kitu ambacho hakuna trader yoyote ya bongo anaweza kukifanya. At least mimi sijawahi kukutana na mtu kama huyo. Kama huamini, mimi leo natoa challenge kwa trader yoyote yule bongo anayejiamini na ana uhakika na trade zake, aoneshe 6 months of trading history kwenye akaunti yake. Kama unahisi mtu kama huyo yupo, then mtag hapa chini kwenye comment, then utaona atakavyoomboka. Utapeli namba 9 kwenye forex ni MLM, yani multi level marketing, ambayo inavalishwa suti ya forex. Hapa utaona forex mentor wako anakuambia kwamba jiunge kwenye timu yangu ya forex na utalipwa pindi tu ukileta watu wengine nao wakijiunga. Yani kwa kifupi anakuambia wewe kwanza ulipie kujiunga na kisha ulete watu wengine pia walipie tena kujiunga. Huo ni wizi tu, maana traders kama hawa mapato yao hayatoki kwenye trading, yanatoka kwa watu wapya wanaojiunga. Hii sio forex kabisa, yani hii ni network marketing iliyovaa suti ya forex. Maana pindi tu unapoacha kuleta watu wa kujiunga, basi na kipato chako kinapotea. Sasa baki na hii kwamba forex ya kweli inakulipa kwa ujuzi na sio kwa kuleta watu. Kama huamini, basi wewe ni fala na unastahili kupigwa. Utapeli mkubwa zaidi kwenye forex, na hii nimeona niweke mwishoni kwa msisitizo zaidi, ni forex traders kukuaminisha kwamba hauwezi kujifunza. Huu ndio hatari zaidi. Trading gurus wengi wanataka uamini kwamba forex ni ngumu sana, peke yako uwezi, na uache ili wakufanyie wao. Sasa wanachokifanya hapo ni kukuondolea nguvu ya kujiamini ili uwape wao pesa wakutapeli. Ukweli halisi upo hivi. Forex inafundishika, inaeleweka, ina kanuni na inaweza kufanywa na mtu wa kawaida kabisa, lakini ni lazima uwe na subira, uwe tayari kujifunza, uwe tayari kukosea na uwe tayari kukua. So my friend, forex sio uadui, lakini kuna watu wabaya na wenye mambo ya hovyo ndani ya forex, na hao ndio maadui zako. Kwa hiyo usikimbilie utajiri, kimbilia elimu. Kabla hujaweka pesa zako, jiulize maswali, fanya utafiti, tumia akili yako na sio tamaa. Kumbuka tu kwamba mtu anayekuheshimu na anayeheshimu pesa zako atakufundisha kuzilinda na sio kuzichukua yeye mwenyewe. Sasa hili ndio swali la kumuuliza mentor wako wa forex. Muulize, bwana hivi kwa nini huwa hamuoneshi wa trading history? Let's say ya wiki moja, ya mwezi moja au ya mwaka uliopita. Then muombe akuoneshe. Akikuonesha na kama ni kweli yupo profitable na account yake ni legit, then hapo unakuwa umejihakikishia kwamba upo sehemu sahihi. Apart from that, mzee, kimbia. Kama umejifunza kitu kipya kwenye video hii leo, basi like, subscribe na share kwa rafiki zako ili tusipoteze vijana wetu wengi wa Tanzania kwenye utapeli wa aina hii. Thank you and see you on the next video.